From the beginning, we warn you. Video hii inatisha. Kama ndo mara kwanza hako kutembelea katika channel hii, basi cha kufanya ni wewe kuweza kulike video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizoandikwa subscribe chini ya video hii na kuwasha notification, pia na kushare na wana, ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. And then jiandae. Kuna mtumiaji mmoja wa TikTok anayejulikana kwa jina la Jess Mojo Dojo. Binti huyu anasema kwamba katika nyumba aliyopanga kuna mauzauza mengi ambayo huwa yanamtokea nyakati za usiku, na hata mwanaye ambaye anaishi naye katika nyumba hiyo alimwambia kwamba katika chumba chake huwa kuna mauzauza, na ndipo siku hiyo wakaona waende kuangalia huenda kuna chochote watakachokinasa. Guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. I'm scared. It's okay. Walipoingia katika chumba hicho cha mwanae, ukiangalia utaona mama yake alikuwa amemnunulia kijumba kidogo ambacho mwanae huwa anapenda kuingia na kucheza humo peke yake, na ndipo mama huyo akaamua atege doorbell camera katika mlango wa chumba hicho kidogo cha mwanae. Lakini mambo aliyoyanasa kiukweli inatisha. Tazama. Mama huyu alipoanza kusikia alamu zinapiga kwa wingi kutoka kwenye doorbell camera ambayo alikuwa ameitega kwenye nyumba hiyo ndogo ya mwanae, akaona aje aangalie ni nani ambaye anabonyeza alamu, yani kwamba kuna mtu ambaye anahitaji kuingia ndani. Lakini cha ajabu ni kwamba alipofika hakuweza kukutana na mtu yeyote. Zaidi ni kwamba mtoto yule alikuwa yupo ndani na mlango ukawa unajifungua wenyewe. Siku nyingine akapokea alamu kutoka kwenye doorbell camera kuwa kuna mtu anahitaji kuingia ndani. Tazama ilivyokuwa. Umegundua ama umesikia sauti hizo za ajabu kutoka kwenye doorbell camera?
Ilionekana kwenye doorbell camera kama kulikuwa kuna mtu, na mtu huyo ni kama alikuwa anaongea, lakini cha ajabu ni kwamba hauwezi kuelewa alikuwa anaongea nini. Na ndipo mama yule akaona aiposti video hiyo katika mtandao wake wa TikTok. Baadhi ya watu walisema kwamba huenda katika nyumba hiyo kuna majini ama ni mauzauza tu yanayowasumbua. Je, kwa upande wako unafikiri nini kinachoendelea kwenye nyumba hii? Video hii ilifanikiwa kurekodiwa na GoPro camera. Kuna kijana ambaye alichukua kamera hiyo aina ya GoPro, akaona amvishe paka wake shingoni ili popote anapokwenda basi kamera hiyo iwe ina rekodi. Kiukweli alikuwa anaenjoy kuona maisha ya paka halisi, lakini cha ajabu paka yule alikutana na kiumbe wa kutisha. Tazama. Did you see that creature? Embu niambie, hiki ni nini? Kuna baadhi ya watu walisema kwamba huenda ni mzee tu ambaye akachoka sana, lakini sio kweli bwana. Bibi huyu ilionekana ni mdogo sana kuliko hata paka mwenyewe, maana ukiangalia vidole vyake vinaonekana ni virefu na miguu na mikono inaonekana ni mifupi mno. Paka huyo alianza kufokeana na bibi huyo, na bibi huyo akaanza kunguruma ngurumo wa ajabu. Kijana huyo baada ya kuona haya akaona aiposti video hii, akasema kwamba paka wake amefanikiwa kunasa kiumbe wa ajabu. Bana, kwa upande wako embu niambie, unafikiri hiki ni kiumbe gani? Je, ni mchawi, ni jini, ama ndio hawakujua? Video hii ilifanikiwa kurekodiwa na kijana mmoja ambaye siku hiyo alikuwa anatembea mtaani, na ndipo katika hali ya kushangaza akafanikiwa kunasa viumbe wa ajabu ambayo ilionyesha, tazama ilivyokuwa. Did you see that? Embu niambie, nini hiki? Video hiyo ilionyesha kulikuwa kuna mbuzi wawili. Mbuzi wa kwanza alipokuja, mbuzi wa pili akapotea katika mazingira ya kutatanisha. Ghafla mbuzi ambaye alibakia akabadilika kuwa mtu, yani bila hata kupepesa macho. Je, unahisi video hii ni ya kweli ama imetengenezwa kwa mfumo wa AI? We'll leave it to you. Kuna binti moja na mdoli wake unaojulikana kwa jina la Emo. Binti huyu ana akaunti yake ya TikTok inayojulikana kwa jina Happy Rainess. Binti huyu alirekodi video hii akaiposti, akasema kwamba ilikuwa ni saa 4 kasoro siku. Mdoli wake unaojulikana kwa jina la Emo ulianza kutembea, ulianza kupanda ngazi nyakati hizo za usiku. Hali hiyo ilipelekea mbwa wake kuamka na kuanza kuweka usiku huo, na ndipo binti huyo alipochukua simu yake naye akaanza kurekodi tukio hilo. Tazama ilivyokuwa, inatisha.
Ukiangalia video hiyo vizuri, utaona mdoli huo ni kama ulikuwa unatembea angani. Yani ni kama kulikuwa kuna nguvu ambayo ilikuwa inaupush mdoli huo uweze kutembea juu namna hiyo. Na ndipo ulipofika juu, kijana huyu alikuwa anaendelea kurekodi video hii. Mdoli huo ulipofika kabisa juu ya ngazi hizo, ghafla ukaganda. Ni muda tu kijana huyu alipozima taa za hapo sebreni, na ndipo mdoli huu ukaganda. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba mdoli huu uliwezaje kutembea namna hiyo? Bana, sisi kama ilivyo kawaida yetu, video hii ilifanikiwa kurekodiwa na wapendanao wawili ambao siku hiyo walikuwa wana enjoy maisha huku wakiwa wanajirekodi. Ndipo pindi walipokuwa wanajirekodi, kuna tukio la ajabu lililotokea na lilifanikiwa kunaswa na simu yao. Tazama vizuri halafu niambie umefanikiwa kuona nini. Tazama. Umeona chochote kwenye video hiyo? Tazama vizuri. Kwenye nywele za binti yule ilionekana kuna sura ya kutisha ambayo iliyojitokeza, na kisha baada ya muda binti yule aliposogeza nywele zake, picha ile ikapotea. Binti huyu baada ya kuposti video hii alisema kwamba picha hiyo inafanana kabisa na bibi yake aliyefariki miaka mingi iliyopita. Na kuna baadhi ya watu baada ya binti huyo kusema hivyo, alisema kwamba huenda bibi huyo amewamisi sana na huenda amekuja kuwatembelea kwa muda kidogo na kisha akaondoka zake. Je, kwa upande wako unafikiri nini kilichoonekana hapa? Je, ni sura ya bibi yake kweli aliyefariki ama ni nywele tu zilikaa vibaya? Bwana, sisi kama ilivyo kawaida yetu tunakufikishia, alafu tunasubiri maoni yako hapo kwenye comment. Je, unasema nini kuhusu matukio yote haya matano tuliyokuletea? Je, matukio haya ni ya kweli ama yameeditiwa? We leave it to you. Kwa leo nafikiri tuishie hapa. Bwana, matukio ya kutisha yako mengi sana. Sasa kama unaenjoy video zetu, basi cha kufanya ni wewe kuweza kulike video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizoandikwa subscribe chini ya video hii na kuwasha notification, pia na kushare na wana, ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Tukutane katika video ijayo, na pia tunawatakia siku njema. Bye bye.